Unaweza geukia jirani mwambie Mungu hajamalizana na wewe. Ndio hapa neighbor, jirani anakuongelesha ama pia yeye haamini kama Mungu hajamalizana na yeye. Kitabu cha Yohana 11, John chapter 11 verse 14 to 15. Yohana 11 mstari wa 14 hadi 15. Maandiko yanasema, kwa hiyo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. Hata hivyo nafurahi kwa kuwa sikuwepo kabla ya Lazaro kufa, ili mpate kuamini. Lakini sasa twendeni kwake. Bwana asifiwe. Haleluya. Maandiko yanasema Yesu aliwaambia waziwazi. Maana mwanzo Yesu alikuwa amewaambia wanafunzi wake ya kwamba Lazaro amelala, twende tukaweze kumwamsha. Wanafunzi wakasema, kama mtu akilala mwache tu, maana yeye mwenyewe ataamka. Kwa hiyo Yesu akaelewa ya kwamba hawajatambua kile ambacho anawaambia. Kwa hiyo ikampasa akaweze kuwaelezea waziwazi. Akawaambia Lazaro amekufa. Akasema, lakini ninafurahi maana sikuwepo wakati anakufa. Kuna maneno ambayo nataka tuangalie kwenye hii passage. Jesus said that Lazarus is dead, but for your sake I am happy. I am glad for your sake that I was not there, so that you may believe. What is it that Jesus wanted them to believe? Bwana asifiwe. Haleluya. Maana unaweza jiuliza, Yesu wewe, yani unafurahi mtu akifa, kwani Mungu anapendezwa mtu akifa? Lakini sio kama Mungu anapendezwa mtu akifa, lakini kuna vifo vingine ambavyo vinaleta utukufu kwa Mungu. Praise the Lord. Maana vifo vingine vinafanyika kuwa ni an avenue of God glorifying himself. Kumbuka wakati wanamwita, walitumana wakasema, nenda mkamwambie Yesu yule anayempenda ni mgonjwa. But Jesus did not go, and the Bible says that he answered and said, this sickness will not lead unto death, but that God may be glorified. Bwana sifiwe. Ugonjwa hautapelekea mauti, bali ili Mungu akaweze kutukuzwa. Leo uko mahali pale unanisikiliza, sijui ni ugonjwa gani unakusumbua. Labda ni ugonjwa katika ndoa yako, labda ni ugonjwa katika biashara yako, labda ni ugonjwa kazini mwako. Inakaa ni kama it is a life-threatening challenge, but I came to tell you that challenge will not kill you. Bwana asifiwe. It will not bring death. It will not bring death. Leo hii ninaweza kuwa ninaongea hivi, lakini unasema, mchungaji, you do not understand my situation. How dare you say that this challenge cannot bring death? Yet at the point where I am, all I see is death. But I came to tell you that when I am speaking these words, I am not speaking according to what you're going through. I am speaking according to what God has purposed for you before the setting of the foundations of the earth. Bwana asifiwe. Maana Yesu alisema Lazaro hatakufa. Alisema huu ugonjwa hautapelekea katika mauti. Lakini mstari wa 18 wa 14 tunamwona akisema twende, maana Lazaro amekufa. So when you look at those two statements, you may think that God is contradicting himself, but he is not contradicting himself, because in verse 3 of chapter 11 he was prophesying over the life of Lazarus. Bwana asifiwe. Lazarus, even though today you are sick, even though it looks like this sickness will kill you, but from where I am seated, Lazarus, you will not die. Bwana asifiwe. Because all you are seeing, Lazarus, it is death, but where I am seated, there is no death. Bwana asifiwe. Mahali nimekaa hakuna kifo. Nikikwambia biashara yako haitaanguka, ninajua kile ambacho nakwambia. Maana sioni gharama ya maisha, maana sioni uchumi wa taifa. Kile ambacho ninaona ni kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Na kusudi lake ni gani?
Maandiko yanasema katika Yeremia 29:11, ninajua mipango niliyo nayo juu yako, sio mipango ya uovu, ni mipango ya kukufanikisha, kukupa kesho iliyo na tumaini. Kwa hiyo Mungu ameweka dhabiti na mipango yake kwetu haiwezi kutingishika, lakini shetani anajua ya kwamba sababu hawezi akakatiza kusudi la Mungu kwa maisha yako, atahakikisha kwamba ameleta maswala yatakayoleta kikwazo. Unapokwazika umwache Mungu, because Satan knows well that when God is not part of your life, you have no life. Bwana sifiwe. Shetani anajua ya kwamba kama Mungu hawezi akahusika katika maisha yako, wewe hauna maisha. So the greatest fight of the devil is to separate you from God. That is why analeta vikwazo. Bwana sifiwe. That is why anakufanya ujiulize, hii maombi nimeomba yote mbona haijibiwi? That is why unaendanga kanisa lakini bado inakaa ni kama maisha yako hayabadiliki. Haimaanishi ya kwamba maisha yako hayatabadilika, lakini kwa kitambo kidogo kutakuwa na msukumo kati yako na shetani, na kusudi ni kuiharibu imani yako. Lakini maandiko yanasema watakaovumilia mpaka mwisho watakombolewa. So it does not matter what happens in your life. What you need to keep is your faith. Bwana sifiwe. Tunza imani yako. Tunza imani yako. Did you call for him? Did you believe that he will heal Lazarus? Then even though Lazarus is dead, believe him for resurrection. Bwana sifiwe. Haleluya. Wengi wanaamini Mungu aponye Lazaro, lakini hawaamini kama Mungu anaweza akafufua Lazaro. Kwa hiyo Yesu alisema twende, maana Lazaro amekufa. Na ninafurahi sababu sikukuwa akikufa. What Jesus is saying, that anyone that exists out of my presence is a dead man. Bwana asifiwe. Haleluya. Unapokuwa hauko ndani ya uwepo wa Mungu, wewe umekufa. Anytime Satan succeeds to separate you from God, you are dead. I think you understand. I hope you understand that death occurred when Adam was separated from God. Hallelujah. Kabla ya hiyo hakukuwa na kifo. But when Adam sinned and he was running away from God, that is when separation entered. But before that, the life of God lived inside of Adam. The same thing happens until now, that if a man is outside God, even though they are walking, they are dead. Kwa hiyo Yesu alipofika katika Yohana 11 mstari wa 21, Martha akamwambia Yesu, ungekuwa ndugu yetu asingalikufa. Mother was confirming the same thing that Jesus had spoken in verse 14. Bwana asifiwe. Kama ungekuwepo ndugu yetu asingalikufa. Let me tell you something, child of God. If you invite Jesus in your life, nothing will die in your life. Bwana asifiwe. Na Yesu akajibu akasema ya kwamba ndugu yako ataishi. Mother akasema ninajua ataishi, lakini ni siku wafu wanafufuliwa. Yesu akasema mimi ni uzima na ufufuo. Yeyote anayeniamini hata kufa, na hata kama akifa ataishi tena. Leo nimekuja nikwambie mpendwa, kile ambacho kinakuangaisha hakitaleta mauti, na hata kama mauti ikija, ninayemtangaza ni mkubwa zaidi ya mauti. They wanted Jesus to go and heal Lazarus, and Jesus was not swift about it, because Jesus is not just a doctor. He is a doctor, yes, but he is a giver of life. So even when the situation is beyond the doctor, the situation cannot be beyond Jesus. Sijui leo ni kitu gani kimekuzuia, kinaweza kukushinda tu kama Yesu hayupo. Lakini kama Yesu yuko katika hili swala, halitakushinda. Bwana asifiwe. Ambia jirani, sitashindwa. Turn to your neighbor, tell them, sitashindwa. Hallelujah. Can you help me preach to your neighbor? Mwambie sitashindwa. Jesus. You can never be defeated. Hallelujah. Na ukisema sitashindwa, haimaanishi vita haitakuja. Hello. The fact that umeshinda ina maana kuna vita ulipigana. Hallelujah.
But now the reality that would form your consciousness is that haupigani ukitafuta ushindi, unapigana na unashinda sababu Yesu alishinda. So it does not matter what you're going through now. Haijalishi umeomba kwa muda gani na inakani kama Mungu hajakujibu. Anakusikia na anakusudi na maisha yako, na kama utashikilia imani, utaitunza ile imani na kutunza neno ulilolisikia, ili tatizo halitakuweza. Yairo akamwendea Yesu katika Marko 5:21, akamwambia, mtoto wangu ama binti yangu ni mgonjwa hali mahututi, na kuomba twende umwekelee tu mikono, naye atapata uponyaji na ataishi. Yesu alipokuwa anaelekea, pakawa na msongamano mkubwa. Kwa hiyo muda ukasonga, Yesu akawa ni kama amechelewa. That is what happens in life many a times. Na walipokaribia nyumbani kwa Yairo, watumishi wakatokea wakamwambia Yairo, usimsumbue Bwana, usimsumbue mwalimu, sababu mtoto wako ameshakufa. Praise the Lord. That is what happens, by the way. Some of you, where you are today, there is a mockery upon your life. Wacha kujisumbua, wachana na kanisa. In other words, these servants were telling Jairus, leave God alone, he is not helping you. And that is what Satan wants you to know, that God does not help you, that God has left you, that God has forsaken you. It is what happened in Job chapter 2 verse 9, that Satan entered the wife of Job and he told Job, why are you still holding on to your integrity? Why don't you cast God under? Because Satan knew that if Jacob or if Job can insult God, if Job can cast God, that will be his end. Bwana asifiwe. Alijua yeye hana uwezo wa kuua Ayubu. Let me tell you, shetani hana uwezo wa kukuua. Bwana asifiwe. Anajua anaweza akakumanipulate ukajiua, and the only way utajiua ni pale unapomtukana Mungu. Bwana asifiwe. Many people have cursed God. You don't curse God because umesema wewe ni mjinga, hapana. You curse God when you don't believe that your challenge is small before. Because the Bible says in Hebrews 11, therefore without faith it is difficult to please the Lord. Bila imani ni vigumu kumfurahisha Mungu. Leo sijui ni kitu gani ambacho kimekukalia mpendwa, lakini nimekuja nikwambie imani ndio inahitajika. Kwa hiyo walipomwambia Yairo, wachana na mwalimu, binti yako amekufa, Yesu alimwangalia Yairo, akaona Yairo ameanza kubabaika kidogo, akamwambia usiogope, amini tu. Bwana asifiwe. Angalia jirani, mwambie usiogope, amini tu. Usiogope, ambia jirani usiogope, amini tu. Najua gharama ya maisha imepanda, lakini usiogope, amini tu. Ninajua landlord amesema usiingie kwa hiyo nyumba tena, lakini usiogope, wewe amini tu. Ninajua ya kwamba kuna contract ambayo ulikuwa umeapply na inakani kama kuna competition, mwambie usiogope, wewe amini tu. Because sometimes we may tend to do things with our own power, and it is okay to be diligent, but when God is not involved, it does not matter what you are doing. If God is not involved, all that you are doing is in vain. Kwa hiyo Yesu akamwambia usiogope, kinachohitajika hapa ni imani. Bwana asifiwe. Wengi wanapoogopa wanajaribu kujisaidia, wanasema Mungu anasaidianga yule ambaye anajisaidia. Kwa hiyo they become so busy trying to find solutions. But today God wants you to depend wholly on him. Kwa mahali pale na ujaokoka, ama ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma sababu ya changamoto za maisha, ulijipata umejaribu kufanya mambo mengine, ulijaribu kureplace Mungu. Sema Mungu nakupenda ndio, lakini hii imekushinda. The same way they were telling Jairus, huyu Yesu tunamwamini angeponya binti yako, lakini sasa amekufa, hii imempita, hii imemzidi. Some of you think that there are challenges that are bigger than God. Mungu alimuuliza Abrahamu, je, kuna jambo ambalo ni gumu kwangu kulitenda? Mbona bibi yako amecheka nikisema utakuwa na mtoto? Leo mpendwa, sijui ni tatizo gani ambalo limekukalia ngumu. Nataka uelewe ya kwamba
Mungu ana kusudi, Mungu yuko tayari na anataka kuweza kukusaidia kwa hilo swala. Lakini kile ambacho unahitaji kufanya ni usiogope, wewe amini tu. Akamuuliza Martha, mmemzika wapi Lazaro? Martha akasema huyo mtu amekufa siku 4 kaburini, ananuka. Yesu akamwambia, si nilikwambia kama ukiamini utaona utukufu wa Bwana? Uko mahali pale, una matatizo ambayo yanahitaji msaada, mwanadamu hawezi kukusaidia. Imani unayohitaji kuwa nayo ni imani katika Kristo Yesu. Maandiko yanasema mtegemeao Bwana ni kama mlima Zayuni, hawawezi wakatingisika. So you're there, you're not born again. Hakuna vile ambavyo unaweza kumtegemea yule usiyemwamini. So it starts by believing in Jesus first as your Lord and Savior. Then every other thing unapata zinakuja. The Bible says in the book of Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and every other thing shall be added unto you. So you're there, you're not born again. Labda unajiuliza wokovu ni nini? Warumi 10:9, maandiko yanasema kupitia kuamini kwa moyo wako na kukiri kwa kinywa chako kwamba Kristo alikufa na kufufuliwa kutoka wafu unahesabiwa haki.